uambie watu Mungu alichokufanyia. Yusufu alipogundua yeye ni mnadhiri, Mungu anamuonyesha ndoto za kuja kutawala, ilibidi aseme. Asingesema ndoto ya Yusufu isingetimia. Baraka yake ilikuwa kwenye kusema, kutoa taarifa. Yusufu anasema nimeota ndoto, tunavuna miganda 12 inakuja inaanguka mbele ya mganda wangu 11. Ndugu zake wakatafsiri, sisi tu 11, wewe ni wa 12. Yaani tuje tukusujudie wewe? Anasema naota nyota, naona nyota zinanisujudia. Nyota 11 zinanisujudia. Wanamchukia na kumuuza. Mara nyingi mtu aliye na neema ya Mungu huchukiwa sana, tena huchukiwa na ndugu zake na watu wake wa karibu. Yaani Bwana Yesu atusaidie. Nimekuwa nikiangalia wote walio na neema ya kurithishwa, wengine wanapita pembamba kwenye mateso makubwa, wengine wanapita kwenye neema kama vile ambavyo alipita Sulemani. Lakini leo nataka niangalie mateso ya kawaida tu ya njaa kwa watu walio na kusudi la Mungu katika maisha yao. Mateso. Na mtu hata ambaye unamuona amevuka vikwazo, akafika mahali akashinda yale mateso, usishindane naye. Niwaambie kidogo mateso niliyopitia mimi nikiwa kijana. Wengine hamtapenda na siwezi kusimulia yote, naweza kusimulia kidogo. Mimi wakati nakuwa na mama yangu nimepitia mateso makubwa ya njaa, makubwa sana. Na tulianza mateso, nilipoanza kugundua mateso nafikiri nikiwa na miaka kama 7 hivi, ndipo nilipoanza kuyaona mateso kwenye familia ya mama yangu. Njaa. Wakati ule mbolea hamna, haipo. Mbolea imeanza kuja mwaka 74 ndio imeanza kuja mbolea. Ninyi mnazaliwa wengi mnaikuta mbolea haikuwepo. Kwa hiyo mama alikuwa kilima shamba, akapanda mahindi yanaishia magotini kwa kukosa mbolea. Yanaishia magotini huko. Na mahindi yaliyokuwa yanaweza yakakuwa kidogo ni yale mahindi yako karibu na nyumba, pale ambapo anatupa majivu. Kwa yale mahindi yakikomaa tulikuwa tunamaliza kula kabla hayajakauka, yanaishi. Huko mbele kote hakuna ugali. Ugali kwa mwezi tuliweza kula mara moja, ikitokea mara hii, na ndo utahisi kula na kushiba. Lakini ndani ya mwezi mzima sisi hatukuzoea kula tukashiba, tulikuwa tunakula tusife njaa. Kushiba ilikuwa ni historia nyingine.
Siku moja napita kijijini, wamama fulani wakaniuliza swali, umekula nini? Nikawajibu ugali. Wakacheka, kwa sababu walikuwa najua ugali kwangu na historia. Namkumbuka mama mmoja, yeye alikuwa na uwezo na ng'ombe na utajiri. Aliwahi kutengeneza unga beseni na kuku, wakamletea mama. Mpaka leo namkumbuka. Huyo tu ndo alikuwa namjali mama yangu katika watu wa kijiji kizima. Nikifikiria hii hali ilikuwa kwa sababu ipi? Ni kwa nini haya alikuwa ananipitia? Na mimi kusoma kwangu kulikuwa kwa shida. Nilikuwa nikitoka nyumbani, baba alikuwa na ng'ombe wamempe